Mujtaba Ali Khamenei, kiongozi mpya wa Irani, ambaye kwa mara ya kwanza amezungumza kueleza yale ambayo nchi yake itayafanya au yale ambayo nchi inakusudia kufanya. Kwa ufupi tu, amezungumza kuhusu kufungwa kwa mfereji wa Hormuz, akisisitiza kuwa mfereji huo utaendelea kufungwa. Lakini amezungumza kuhusu uwepo wa kambi za Marekani katika eneo hilo, akiwasisitiza majirani kuwa mtatuia radhi kwa sababu sisi tutaendelea na operesheni yetu ya kuzigusa kambi za kijeshi za Marekani zilizopo eneo hilo, huku akisisitiza kuwa nchi hizo majirani zinapaswa kuamua kufunga kambi za Marekani zilizopo ili waweze kuwa salama. Hotuba hiyo ikafuatiwa na hotuba ya Netanyahu akijibu kile ambacho kinachosemwa kuwa akimwambia kuwa kiongozi ambaye ameamua kujificha, na akisifu Israeli kwa mafanikio makubwa katika mzozo huu, akisema moja ya mafanikio kuwa walikuwa wamemuua baba yake Khamenei, na wakasisitiza kuwa hata huyu kiongozi wa sasa amekuwa akijificha kwa kuihofia Israeli. Yote inaleta tafsiri nyingi kwa wakati mmoja, kuwa huyu kiongozi kwa nini haonekani, huyu kiongozi kwa nini amejificha. Taarifa kadhaa zilizotolewa na baadhi ya vyombo vya habari vikiwemo vya ndani ya Irani kuwa vinataja kuwa Mujtaba alikuwa amejeruhiwa kiasi katika haya yanayoendelea, katika kile ambacho kinaonekana kuwa katika familia yake. Hata yeye alizungumza kuwa baba yake, mama yake, mke wake na mtoto wake wote pia waliuawa katika mashambulizi. Kwa hiyo haifahamiki wazi kuwa je, na yeye alikuwepo wakati huo, lakini anasisitiza kuwa yeye yupo. Lakini Netanyahu anasema kuwa amekuwa akijificha kwa kuhofia kuhukumbwa na mkono wa Israeli na Marekani. Hata hili la huyu kiongozi kujificha ni nzuri pia kwa raia wake, kwa sababu kama kiongozi mpya atachaguliwa na kuuawa kwa muda mfupi, utaipa sifa ambayo nchi kuwa mbona haina uwezo wa kulinda viongozi wao, kwa sababu itakuwa mtabadilisha wangapi kwa wakati huu. Nadhani ni busara kiongozi wao akiendelea kukaa sehemu ambayo bado hafahamiki. Haiondoi kuwa Marekani ni mkubwa unapopambana naye. Sasa haijalishi unataka